Action. Yes, so ladies and gentlemen, karibu tena, hii ni Salamba TV. Mimi naitwa Analinga Mfame. Leo niko na Chief Nzobane kama Zumfela. Kubwa kabisa tunaenda kuangazia ujio wa kocha mpya ndani ya mitwaa ya Twiga na Jangwani pale Young Africans. Kocha mpya kunani huko? Bwana Salamba. Kwema. Mimi niko vizuri kabisa. Tuambie bwana, itakuwa ni afya kwa Young Africans kwa sasa hivi kuhusishwa na kocha mpya, hali kocha bado anaonekana na furaha, yuko mazoezini, yuko na kikosi, hakuna wasiwasi. Nafikiri katika swala zima la football ni kitu cha kawaida, lakini pia lazima ujue kwamba wakati sahihi ni wakati ambao mnahisi pengine mnahitaji kitu kingine kipya tofauti na kile ambacho mnacho. Na siku zote hakuna mwalimu ambaye kwenye kazi ya mpira wa miguu ambaye anza akasema akadeclare kwamba nimeshindwa kazi. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine mwalimu anakuwa na kitu tofauti na kuna mtazamo ambao anakuwa nao kuhusu timu yake, lakini mapokeo ya vijana au mazingira yakawa yako tofauti. Leo ukimpata hata mwalimu Moalin pale Manchester United, ukikaa naye akaanza kukuambia ile timu anavyoitamani iwe, anavyoitengeneza kichwani mwake na mawazo yake, na kinachoonekana vitu viwili tofauti, na bado anaamini kwamba ana nafasi ya kuweza kufanya kitu. Lakini mashabiki kutokana na mapenzi, kutokana na matarajio, ndio wanakuwa watu ambao ni wepesi wa kuweza kusema simefika hatua imetosha. Lakini pia viongozi wanakuwa wanaangalia mwelekeo wa timu. Kwa hiyo kwa kusema ni wakati sahihi au sio wakati sahihi inategemeana na mazingira ambayo Yanga saizi wamekuwa nayo kwa sasa, na ilifika tu wameona kabisa kwamba kwa mwenendo huu walionao hawezi kufikia kile ambacho walikuwa nakihitaji. Ndio maana kuna pengine waweze kutafuta mazingira mengine ya kuweza kurescue hali, lakini pia kuweza kupambania malengo ambayo wanakuwa kuzingatia ndio mwanzo kabisa wa msimu. Sawa. Swali langu la msingi kwamba hatimaye sasa wananchi wameshinda kwenye timu yao kwa maana ya mashabiki, maana kelele zilianzia huko na tuliweza kushuhudia baadhi ya viongozi wakitoka na kwanza kumkingia kifua kocha kwamba kocha tunaye hivi na hivi, lakini kelele zikawa nyingi sana kutoka kwa mashabiki. Kwa mpaka sasa hivi tunaona kwamba mashabiki wameshashinda tayari. Inawezekana ikawa na mashabiki na viongozi. Issue ni moja ambayo iko hapa. Yaani kiongozi hawezi kusema lolote mpaka pale ambako taarifa rasmi itakapoweza kudhibitika. Ndio unakuta baadhi ya wachezaji utasikia sasa, unajua kama mchezaji fulani amesaini timu fulani, lakini ukipigia simu kiongozi kwa sababu haijakuwa official statement atakwambia bado ni kocha wetu, mchezaji wetu, kwa sababu yeye ndio jukumu lake, yani kuzungumzia kwa upande wa management. Kwa hiyo kuzungumza kwa viongozi kuendelea kutetea ni sahihi kwa sababu hazikuwa taarifa rasmi. Lakini pia mashabiki si kwamba watakuwa wameshinda. Siku zote mashabiki wanachoangalia wao, wanaangalia furaha ya timu yao, wanaangalia msaada wa timu yao, wanaangalia mafanikio. Kwa hiyo anaweza atakaja kocha mwingine pia akafika kwenye timu na bado wasimuelewe, wakadai na kudai mpaka pale ambako watabiri kama furaha yao ama matakwa yao yameweza kusikizana. Ndio moja ya kazi ya mashabiki ni kuweza kufurahia mafanikio kwenye timu ambayo wanakuwa wanaishabikia. Sawa. Sasa inakuwaje, kwa mfano, kwa nini viongozi wa Young Africans wasingeweza kumvumilia kocha na wakapuuza kidogo makelele ya mashabiki? Moja ya sifa ya timu kubwa yote duniani, sifa ni character. Timu kubwa haina muda wa kusubiri. Yaani tofauti wa kwanza kati ya timu kubwa na timu ndogo ndio huo. Timu kubwa yoyote duniani haina muda wa kusubiri. Na hiyo ndio character kubwa ya kwamba ni timu kubwa. Ukiangalia Ali Shahidi juzi tulikuwa na mwalimu sawa, washamuondoa kwa sababu ni timu ambazo mashabiki wake, wapenzi wake wanatarajia vitu vikubwa. Unapozungumzia kusubiri, maana yake you need time. Na kama you need time, maana yake inatakiwa uspare vitu vingine. Kwa maana kwa msimu huu tuachane na ubingwa, tuende kwenye msimu nao unaomkuja. Lakini Ali, iwe ni Simba, iwe ni Zamalek, iwe ni Yanga, wao kwenye kila msimu, just imagine huu msimu wa 4 Simba na kikombe, lakini kwenye kila msimu unaoanza wanakuambiaje msimu huu si unanielewa sijui na ndio kauli sahihi. Yaani unaweza kusema kama yani mtupatie miaka 2 hapa ya kutengeneza timu, hakuna atakaye kuelewa, watakufukuza wakati huo. Kwa hiyo wanachokifanya mashabiki ni ku exercise tabia ya timu kubwa, kwamba washaona mazingira yaliyopo haya hayawezi kutufavor, tunataka tupate mwalimu ambaye anaweza kutufanikisha. Na kubwa ambacho kinawasumbua kwa upande wa mashabiki wa Yanga, wapenzi wa Yanga, ni standard au level ambayo timu yao ilikuwa imeiweka katika siku za karibuni. Kwa hiyo wanakuwa wanajikompea wao kwa wao. Ndio unaweza kuona pengine mbona Yanga anashinda,
kashinda mechi za klabu bingwa home and away, ameshinda kwenye mechi ya ngao ya ufunguzi, ameshinda sala, ameshinda kwa mechi ile ya siku ya wananchi sare moja. Lakini kwa nini hawana furaha? Hawana furaha kwa sababu walikuwa wanashinda huko nyuma, walikuwa pata matokeo huko nyuma, lakini walikuwa hawayapati katika mazingira ambayo wanayapata sasa. Kwa wanaanza kuingia hofu, na ukizingatia pia hata timu ambazo wamekutana nazo ni timu ambazo sio ambazo wanategemea kukutana nazo katika hatua za mbele, kwa sababu wanawaza kwenda robo finali, wanaanza kwenda hatua ya makundi na sehemu nyingine. Sasa ukienda kule hautamkuta Pamba Jiji, hautamkuta Mbeya City, utakutana na timu ambazo zina ubora wa hali ya juu. Hasa ukiangalia kile ambacho kinaonekana kwa sasa hizi, hapo ukija kupiga picha na ile michuano, wanahisi kabisa kwamba hawatakuwa na mzani wa kuweza kupambana. Ndio maana unakuta kwamba wanaamua kuweza kustruggle mapema, ikiwezekana waweze kurekebisha. Sawa, sasa